Jitihada za kumpata binti Olivia zinaonekana kugonga mwamba. Japo mara ya mwisho kabisa tunamuona mama Olivia anapita kwenye gari akiwa na binti Olivia, na hapa anamlaumu baba Olivia kwamba dakika chache tu baada ya kumwachia binti yake kasharuhusu Olivia kupotea, kitu ambacho baba Olivia kinamuuma kweli kweli. Huu ni kama vile mkuki wa moyo ambao umekitwa katikati ya mbavu zake na kupenya moja kwa moja mpaka kwenye moyo. Hapa mama Olivia amemtamanisha tu, then anafunga tinted na kuondoka. Baba Olivia anajitahidi kulikimbiza lile gari, lakini hawezi katu kulipata. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba ni rasmi sasa binti Olivia atahamia kwa mama yake, ama bwana Arthur atafanya nini ili kuweza kurudiana na binti yake tena Olivia, kwa sababu tunaamini watu wengi tulikuwa tunaipenda combination ya binti Olivia pamoja na baba yake. Walikuwa wakiishi kwa amani na upendo. Olivia ni binti mdogo tu asiyejua jema na baya kwa kiasi kile ambacho mtu mzima anaweza akatambua. Yeye ametamanishwa kwa vizawadi vidogo vidogo na mama yake, na sasa anamuona mama yake ni bora kuliko hata baba yake ambaye wameishi vyema kwa amani tangia kipindi chote akiwa mdogo mpaka hapo alipofikisha miaka 13. Je, msimamo wa Olivia utakuwa ni upi? Ama na yeye kuna muda atamisi baba yake bwana Arthur? Hebu ngoja tuendelee kuangalia mchezo utaishia wapi. Mara mwisho katika ule mto ambapo baba Olivia alizama na kwenda kumtafuta binti yake Olivia akiamini kabisa huenda atakuwa amedhama, lakini alikuja akathibitisha kwamba Olivia hajazama kwa sababu binti yake ni mzoefu sana wa kuogelea. Kwa sababu ni mara kadhaa Olivia amekuwa akitoka na kwenda kuogelea kwenye swimming pool na ana uzoefu huo kabisa, tena vizuri, sio wa kubahatisha. Hivyo anawathibitishia dada yake pamoja na shemeji yake ya kwamba binti yangu katu hawezi kuzama kwa sababu anajua kuogelea. Isitoshe yale maji ni matulivu, hayana mawimbi kiasi kwamba yamshinde. Hivyo anaondoa hofu, lakini hapa bado haamini kwamba binti yake amepotea katika mazingira gani. Ndipo sasa anaamua kushika simu na kuanza kupiga kule ambako anahisi binti yake huenda akawa amekimbilia. Simu ya kwanza anainyanyua na kumdondokea anko wake Olivia, bwana Kanuti. Anaulizwa, je, Olivia yuko huko? Lakini anasema hajamuona huko na hajui atakuwa wapi kwa sababu yeye anaamini Olivia atakuwa pamoja na baba yake. Simu ya pili ambayo inanyanyuliwa ni simu ambayo inamfikia moja kwa moja Madam Janet. Madam Janet naye pia anashangaa kwamba bwana Arthur umerudi nyumbani kimya kimya bila kuniambia. Lakini hapa bwana Arthur anamfafanulia kwamba hajarudi nyumbani bali bado hapo kijijini, lakini binti Olivia amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Hivyo anamuagiza kama kuna uwezekano aende nyumbani akamwangalie. Naye Madam Asiti anafanya vivyo hivyo kama alivyoambiwa na bwana Arthur. Anakwenda nyumbani na kumwangalia binti Olivia. Kabla aingie nyumbani moja kwa moja, wakati anamuita, anashtushwa na sauti ya mama Tina. Anamwambia akina Olivia hawapo hapa, wamesafiri, wameenda kwa bibi yao. Lakini Madam Janet anamwambia kule nimepigiwa simu na bwana Arthur na amesema kwamba Olivia ameondoka. Pia mama Tina anajaribu kumuuliza James labda huenda amemuona Tina, lakini James anasema hajamuona kabisa. Na hapa Madam Janet anamwambia kwamba walienda katika msiba wa bibi yao. Hivyo mama Tina anashangaa kwamba bibi yake Olivia amefariki. Hakuweza kuamini, lakini ndio uhalisia, bibi yake Olivia hayupo tena duniani. Wakati huo wakiendelea na mazungumzo, mama Tina anapokea simu. Hii ni simu kutoka kwa afisa mkopo na anahitaji afanye naye mazungumzo kwa sababu ana jambo la muhimu la kumshirikisha. Wakati bwana Arthur akiendelea na jitihada za kumtafuta binti Olivia, hapa moja kwa moja amefanya maamuzi ya kwenda kwa mwenyekiti. Anakwenda kwenye mwenyekiti, lakini mwenyekiti anaonekana kuwa na asilimia ndogo sana ushirikiano. Mwenyekiti haamini kama binti Olivia amepotea kwa sababu sio rahisi binti kutoweka ndani ya masaa 5 na kuashumu kwamba amekwisha kupotea. Hivyo anaomba angalau wavute subira mpaka muda ambapo ni muda wa usiku, kiasi kwamba asiporudi basi wataweza kuamini ya kwamba binti Olivia amepotea. Hivyo wanaweza wakafanya maamuzi ya kuwaita wanakijiji na kuwauliza. Lakini bwana Arthur yeye anachachamaa, anataka jambo hilo
lifanyike mapema, kwa sababu ukizingatia binti Olivia ni mgeni katika kijiji kile, hivyo asingeweza kushirikiana na watu wengine kwa sababu hawafahamu, na hivyo anasisitizia binti yake huenda akamepotea katika mazingira yasiyo kawaida, ndio maana anakoma. Lakini mwisho wa siku wanamaliza kwa sintofahamu hapa, kwa sababu mwenyekiti anaonekana kama vile amehisi kudharauliwa na Bwana Arthur. Ndipo Asa anajaribu kumtishia, lakini anaamua kuachana naye. Anaondoka na moja kwa moja tunamwona Bwana Arthur anaelekea kituo cha polisi. Hapa napo anaamsha timbwili, anakutana na koplo wa kike ambaye huyu anajaribu kumuelewesha kwamba binti yake amepotea, binti Olivia mwenye miaka 13. Lakini huyu koplo wa kike naye anaonyesha dharau kama alizoonyesha mwenyekiti. Anamwambia huenda huyo binti akawa kwa bwana wake. Naye baba Olivia anamwambia kwamba wewe pia una bwana wa miaka 13. Koplo anamshangaa sana Bwana Arthur kwa sababu anaonekana kuwa na jeuri. Anawaona maaskari hao eti kwamba ni wazembe. Ndipo Koplo anaamua kumuitia askari mwingine kwa ajili ya kumwaresti Arthur. Wakati Madam Janeti anarudi nyumbani kwake, ghafla anashtushwa na sauti ya Mwalimu Masauti. Masauti anamwambia kwamba amekuja kwa ajili ya kuendeleza ule mchakato uliokuwa kuanza. Lakini Madam Janeti anaonekana kushtushwa kabisa. Na hapa Madam Janeti anamwambia hayupo tayari kushirikiana naye kwa sababu yeye hajazoea masuala ya kupiga madili na hayupo tayari kabisa kushirikiana katika hilo swala. Japo kinachohitajika ni sahihi tu ya Madam Janeti, lakini Janeti anaonekana kutokutoa ushirikiano kwa sababu anaogopa kabisa kufanya magendo katika mambo ya kiserikali. Kwa sababu tunaamini kabisa Madam Janeti huenda ni mtu ambaye anasimamia haki na hahitaji kabisa kujiingiza katika ubadhilifu wa fedha za serikali. Hivyo ndio maana hapa anajaribu kuonesha msimamo wake. Lakini akumbukia kwamba akionyesha msimamo huu moja kwa moja ule uhamisho ambao Mwalimu Masauti alikuwa amemkingia kifua asihamishwe, basi anaweza kuhamishwa. Masauti anaomba kuingia ndani ili waweze kuyajenga vizuri. Na hapa Madam Janeti anaita vikombe viwili vya chai, wanapata chai huku akiliongea hilo swala. Masauti anaonekana kumshawishi Madam Janeti, lakini Janeti haonekani kuonesha ushirikiano kabisa, na amesema yeye hayupo tayari kabisa kushiriki katika huo mchakato. Masauti anaamua kuamka kwa jazba na anamwambia Jumatatu asubuhi ajiandae kupaki mizigo yake na aondoke aende katika shule atakayopangiwa nyingine, kwa sababu hajakubali kuonesha ushirikiano. Madam Janeti anaachwa katika sintofahamu kwa sababu Masauti anamwambia kwamba hapo ndipo utajua utailea vipi mimba yako katika shule katika mazingira ambayo yatakuwa hayana maji wala umeme. Na Madam Janeti anasikitika sana kwamba Masauti amejuaje kwamba yeye ni mjamzito, lakini vile vile anafanya hivyo kwa kumkomoa eti kwa sababu tu ameshindwa kuonesha ushirikiano katika ile jambo. Je, nini ambacho Madam Janeti atakiamua? Kuna swali la kujiuliza hapa. Huenda Madam Janeti kwa sababu ana ukaribu mkubwa na Arthur, basi atakubali kusaini contract ili aendelee kubaki katika kijiji kile pamoja na Arthur, au ataamua liwalo na liwe alimradi tu asishiriki katika dhambi ya kufanya ubadhilifu wa fedha za serikali. Nini ambacho tunatarajia kukiona katika next episode? Tuandikie maoni hapo chini. Nini ni mtizamo wako, ama nini ambacho unakitabiri kitatokea katika next episode? Baba James na Mama Tina wanaendelea kutifuana huko nyumbani. Leo Mama Tina baada ya kupigiwa ile simu na anahitaji kuondoka kwenda kubana mikopo, Baba James naye bampa tu bampa ameamua kumfuatilia. Anahitaji kujua ni wapi huwa anaenda, nini huwa anaenda kufanya, na anaenda kukutana kina nani. Lakini Mama Tina yeye amechechemaa kwamba mimi sijaje kukufuata kwenye biashara zako, inakuwaje wewe unifuate katika biashara zangu? Baba James anasema mimi nia yangu nahitaji kujua unaenda kufanya biashara gani, na mimi sijaje katu kukuzuia kunifuata wewe katika biashara zangu. Ni vile tu wewe huwa hauhitaji kunifuatilia, lakini kama unahitaji kunifuatilia basi ruksa. Mama Tina anaona kama ni kero fulani hivi, anaamua kushuka kwenye gari na kutembea kwa mguu, lakini Baba James anaamua kumfuata kwa mguu hivyo hivyo, na ghafla mbele wanakutana na Tina akiwa anatoka mahali kwa mguu. Ndipo Baba James anamuuliza Tina ametoka wapi, na Tina anasema anajua kila kitu kuhusu mama yake, lakini hataki kusema chochote mpaka pale simu yake itakavyorudishwa. Baba James anakubali kumrudishia Tina simu yake, lakini anamwambia kitu kimoja, amwahidi tu ya kwamba atamwambia ukweli kuhusiana na mama yake. Hapo Mama Tina anaamua kutumia fursa hiyo kuchukua ndinga na kuchomoka kwenda kukutana na Bwana Mikopo. Kwa Bwana Mikopo huku
Bwana mikopo anampa mipango na mikakati ya jinsi gani ambavyo anaweza kuclear lile deni ambalo amelikopa, ili hali akitambua kwamba alidanganya kwamba kile kibanda kilikuwa ni chake wakati hakikuwa kibanda chake. Anampa mbinu ambazo huenda zingemsaidia kurudisha mkopo, lakini kwa bahati mbaya zaidi Mama Tina tayari kashakwisha kuutafuna mkopo wote. Kwa hivi sasa hana hata salio la kuanzisha mtaji katika biashara nyingine. Je, afisa mikopo atafanya nini? Kwa sababu hana cha kumsaidia tena Mama Tina. Je, atauza gari lake ama ardhi yao walioweka kama dhamana ama itakuwaje? Ghafla mzungu wa Mama Tina anatokezea nyumbani kwa Mama Tina, na hapa anapiga hodi akiwa na kijimfuko hivi. Baba James anatokea ndani na mara ghafla anamuita baby baada ya kumuona mbele yake. Ghafla Baba James anashangaa nini ambacho kinaendelea. Ndipo Mama Tina anapigwa na mshangao, anakosa nini cha kufanya kwa sababu tayari Baba James kashatokea na mzungu wake yupo. Anashindwa afanye nini. Mzungu anamwambia ameletea chakula na amemmisi sana. Baba James anaamua kukipokea chakula hicho na kukiingiza ndani. Baba James bwana, na moja kwa moja ataenda kukitafuna hiki chakula kwa sababu Baba James kwenye masuala ya maakuli so mzembe kabisa. Lazima atapita nacho. Lakini huu ni ugomvi sasa. Kwa nini mzungu anakuja mpaka nyumbani kwa Mama Tina ili hali Mama Tina ameolewa? Hii ni kumwalibia dili sasa. Arthur, dada yake pamoja na shemeji yake wakiwa polisi, ghafla gari ya Mama Olivia inapita. Mama Olivia anamlaumu kwa uzembe aliofanya dhidi ya mwanae Olivia. Na baba Olivia anamwambia hahitaji kabisa kugombana naye kwa sababu hana future na maisha yake. Mama Olivia anashusha kioo cha nyuma na ndipo anaonekana Olivia akiwa amekaa kwa kutulia. Olivia anamsalimia baba yake kwa unyonge, "Shikamoo baba." Arthur anapigwa na butwa, lakini ghafla gari linawashwa na kuondoka. Baba Olivia analikimbilia pasipo na matumaini yoyote ya kumpata binti Olivia. Kuna maswali mengi sana kujiuliza katika tamthilia hii bomba kabisa ya kuitwa Baba Olivia. Je, nini ambacho kitafuata? Ndugu mpenzi mtazamaji wa Bongo Jambo, kama bado hujasubscribe katika channel yetu, tunakuomba bonyeza neno subscribe lililopo hapo chini na kisha utano notification bell ili wa kwanza kupata mwendelezo wa Baba Olivia katika sehemu inayofuata. Lakini pia usisahau kushare, kucomment na kulike. We are out and thank you. Asante.